hakuwa nabii wala hakuwa malaika, bal alikuwa abdan saliha, ni mja mwema ambaye alimpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Allah Subhanahu wa Ta'ala akampenda. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ile ambaye anahusika katika kisa kile, ili kisa kile kiwe kinamzungumzia mtu ambaye ni wa kweli, aliyeishi na matendo yake ndiyo ambayo yanasimuliwa katika habari zake. Ndugu mtazamaji, Dhulqarnaini ni jina ambalo maarufu liko katika Qur'an, lakini hili jina la Dhulqarnaini sio jina lake halisi, bal ni mtu ambaye amepewa jina na wazazi wake, na wana historia wakalitafiti na mpaka wakatuelezea jina lake halisi alilokuwa nalo. Japokuwa ukisoma tarikhi utapata kuna majina mengi sana, karibu 7, yote yanaambiwa haya yalikuwa ni majina ya Dhulqarnaini. Lakini baada ya utafiti tumefikia mahali na sehemu na uamuzi kuwa Dhulqarnaini jina lake lililo karibu zaidi alilokuwa nalo alikuwa akiitwa Marzaban bin Marzaba al-Yunani. Maana yake jina lake akiitwa Marzaban bin Marzaba Mgiriki. Jina hili la Marzaban bin Marzaba al-Yunani ni jina ambalo linaambatanishwa karibu mno na kizazi cha Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wassalam, kwa sababu babu yake ambaye ni Yunani bin Yafith bin Nuhi. Ukiangalia majina yake haya yako karibu sana na kizazi cha Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wassalam, hasa huyu Yafith ambaye anahesabiwa ni mtoto wa 3 ambao waliweza kubaki kizazi chao mpaka leo. Kama tukisoma tarikhi tunapata kuwa Nuhu alayhi salatu wassalam, baada ya kuangamizwa watu wake, pakabaki watoto wake 3, Sam na Ham na Yafith. Huyu Sam ndiye asli ya Waarabu na vile vile Mayahudi, na vile vile Ham ambaye ni asili
ya Afrika au Sudan. Watatu ni Yafith ambaye asli ya Maturuki na Wagiriki na pamoja na Europe kwa ujumla wametokamana na huyu Yafith. Dhulqarnaini atakuwa ni kitukuu cha pili au cha nne cha Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam, hasa ikiwa babu yake ni Yonani mtoto wa Yafith, Yafith mtoto wa Nuhu alayhi salatu wassalam. Hili ndilo jina na ukoo wa Dhulqarnaini. Dhulqarnaini amepewa vile vile sifa na jina lingine ambalo ndilo maarufu zaidi katika ulimwengu wa kimagharibi, nalo ni jina la Al-Iskandari au Alexandria. Na mara nyingi panapotajwa Alexandria au Alexandria, huwa watu wanafikiria kuwa Alexandra au Alexandria ni mtu aliishi katika tarehe na ndiye aliyesababisha ule mji ambao uko Egypt ukaitwa Al-Iskandaria au Alexandria, ikawa ndio jina limetokamana na huyu Dhulqarnaini. Lakini tarehe haisemi hivyo, wala ukweli haupo hapo, na ndio maana ikabidi twende zaidi kuangalia majina ya watu wawili au zaidi ya mtu mmoja aliyesifika kwa kupewa jina hili la Alexandria. Kuna majina mawili katika tarehe na vitabu vya historia, na watu wawili wote hawa wanaitwa Alexandria au Alexandra, kwa Kiarabu Al-Iskandar. Hawa watu wawili wote wawili wanatumia jina moja, na wote wawili wametoka sehemu zenye kukaribiana. Kwa hivyo kuna Alexandria wa kwanza na Alexandra wa pili, ambao ni Dhulqarnaini na mwingine si Dhulqarnaini. Yafaa kumita Dhulqarnaini kwa jina la umaarufu kwa baadhi ya tarehe kuwa the Alexandra the Great. Sababu yake kama tutakavyoelezea kustahiki kuitwa Alexandra the Great. Lakini katika tarehe kuna ufafanuzi kuwa je, hawa ni watu wawili au ni mtu mmoja? Al-asli Alexandra au Alexandr ni watu wawili. Mmoja alitoka Makedonia au Macedonia na mmoja alitoka Al-Majar au Hungary. Hawa watu wawili ni watu wawili ambao wameishi katika wakati tofauti tofauti, wala hawakuonana, wala dini yao na itikadi zao hazikuwa sawa sawa. Labda tuzungumzie Alexandra the First au the Great. Alexander the Great au Dhulqarnaini ndiye ambaye aliyeweza kuishi mwanzo, na alipotoka katika nchi yake ya Hungary au Al-Majar, Al-Yunani, katika sehemu ambazo ni bara la Europe, Eastern Europe, likiitwa Al-Yunani, na nchi yake maalum kulingamana na tarehe ya sasa ni karibu mno kufikia kwa yeye alikuwa akitoka katika nchi ya Hungary. Huyu aliishi karibu sana baada ya Nuh alayhi salatu wassalam, aliishi karibu sana katika zama za Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Inasemekana kuwa alipokuwa akitoka Eastern Europe akitembea katika safari yake ya mashariki al-ardhi na magharibiha, aliweza kupitia katika mji wa Makka. Hapo akampata Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam pamoja na mtoto wake Ismail alayhi salatu wassalam katika shughuli ya kujenga al-Kaaba. Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam akampa da'wa na akawa ni katika watu wa tauhid waliomfuata Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam.
kama tunavyofahamu, Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam kana hanifan musliman wama kana min almushrikin, alikuwa ni katika watu waongofu, vile vile hakuwa katika watu washirikin. Akawa Dhulqarnain, Alexander the Great al-Yunani al-Majari, akawa ni mwenye kumwamini Nabiullahi huyu. Hakuwa ni Muislamu wala hakuwa katika dini ya Isa alayhi salatu wassalam Ukristo, bal alikuwa kabla ya Ukristo, na baina yake na baina the Alexandra alimuona Nabiullahi Ibrahim, tofauti yao ilikuwa ni miaka 2000. Kwa hivyo Alexander wa pili, ambaye ndiye Bani al-Iskandariya, aliyejenga mji wa Egypt uliopo katika Egypt, mji wa Alexandra ambao mpaka sasa uko. Huyu alikuwa ni mwanafunzi wa filosof ambaye anaitwa Aristoteles. Aristoteles alikuwa ni mushrik na hakuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akawa huyu Alexandra al-Makdoni, ambaye ndiye alijenga mji wa Alexandria ulioko Egypt, ni mtu dhalim, mtu mushrik, mtu ambaye aliua na akamwaga damu nyingi. Ikawa kuna tofauti baina ya Dhulqarnaini na huyu Alexandra al-Makdoni aliyejenga mji wa Alexandria. Kwa hivyo ni muhimu Muislamu kujua kuwa unaposikia Alexandra ufahamu kuwa ni watu wawili tofauti. Kuna yule ambaye alijenga mji wa Alexandria, ni kafir, ni dhalim, alimwaga damu, wala hakuwa katika at-tauhid, bali alikuwa ni mushrik. Ama wa pili ambaye ni Alexander the Great al-Yunani al-Majari, huyu alikuwa ni abdan salihan mu'minan kamilu al-iman na adilan. Huyu alikuwa ni mu'min, alimwamini Nabiullahi Ibrahim, au vovote vile katika tarehe anasema walikutana au hawakukutana, lakini karibu zaidi ni kuwa alikutana Nabiullahi Ibrahim. Mu'minan, alikuwa ni mtu mwema, alimwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mulkan, alikuwa mfalme, au malikan, alikuwa ni mfalme. Adilan, vile vile ni muadil. Qarnaini, aliitwa Dhulqarnaini, hakuitwa katika Qur'an Alexander the Great au Marzaban bin Marzaba. Kwa hivyo kwa nini Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu alitumia hili neno Dhulqarnaini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitumia kwa kumuita huyu Dhulqarnaini kwa sababu zifuatazo. Kwanza, ufalme wake ulifika katika ncha ya mashariki na ncha ya magharibi. Yani ufalme wake ulikuwa ni katika ufalme mkubwa sana, ulifikia mahali popote ambapo jua linakuchwa, na ukafikia vile vile jua linapochomoza. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
akasema katika Qur'an hatta balagha maghrib ash-shamsi, kisha akasema hatta idha balagha matli'a ash-shamsi, akafika katika machweo ya jua na akafika katika sehemu ya kuchomoza jua. Mahali popote ambapo jua linakuchwa na jua linachomoza kulingamana na istilahi ya dini ya Kiislamu ya kisheria, kule mwisho kabisa panapokuchwa jua kunaitwa qarnun, pembe, na mwanzo kabisa panapochomoza jua kunaitwa qarnun, pembe. Na sababu ya kuitwa pembe ni kwa sababu shetani anakuwa katika sehemu panapochomoza jua ili watu waweze kumwabudu, na vile vile anakuwa shetani mahali ambapo jua linakuchwa ili watu waweze kumwabudu. Ndio maana akaitwa Dhul Qarnaini, kwa sababu ufalme wake ulifika katika qarnu ash-shaytan au qarnu ash-shamsi, wa qarnu ash-shamsi fi maghribiha wa qarnu ash-shamsi fi mashriqiha. Anasema maulama wa hadithi katika hadithi iliyo sahihi an Amr bin Abasa qala, anasema qultu ya nabiy Allah, nikamwambia ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, akhbirni ani salati, nipe mimi habari ya swala. Faqala salli salatu subhi, salli salata subhi, sali swala ya subuhi, thumma aqsir, kisha acha kusali, hatta tatlu'a ash-shamsa, mpaka jua litakapo ichomoza, watartafi'a, mpaka litakapo simama kunyanyuka sawa sawa. Fa innaha, kwa sababu hili jua, tatlu'u baina qarnay shaytan, linatoka katika pembe mbili za ash-shaytan. Ukiangalia sababu ya kwanza ni kuwa huyu Dhul Qarnain alipofika mahali panapochomoza jua kulingamana na Qur'ani ni kuwa pale panapochomoza jua panaitwa qarnu ash-shaytan, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha baada yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia jua litakaposimama sawa sawa, salli salata adh-dhuhri, swali swala ya dhuhuri, hatta tusalli al-asri, mpaka vile vile usali salatu al-asri. Thumma aqsir ani salati, kisha acha swala, hatta taghruba, mpaka jua lichwe. Fa innaha taghrubu baina qarnay ash-shaytan, kwa sababu jua linakuchwa katika pembe ya ash-shaytan. Sasa miongoni mwa majina ya Dhul Qarnaini na sababu ya kuitwa Dhul Qarnaini, kwa sababu yeye alisafiri akafika mpaka machweo ya jua, magharibi ya mwisho kabisa katika ardhi panapokuchwa lile jua. Alipofika pale alipofika ndipo panapoitwa qarnu ash-shaytan, kwa sababu jua linakuchwa pale. Na kisha baada yake akafika tena katika machweo, katika matokeo ya jua na kuchomoza lile jua, kukaitwa matla'i qarni ash-shaytan. Hii ikawa ni sababu ya kwanza kuwa Dhul Qarnaini katika safari yake aliposafiri mpaka machweo ya jua, kisha akasafiri mpaka matokeo ya jua, ambapo machweo ya jua na matokeo ya jua panaitwa qarnu, pembe au machweo ya jua, kulingamana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ya kuitwa Dhul Qarnaini, inasemekana kuwa hapo zamani walikuwa katika mavazi yao ya kivita wakivaa zile ngao za chuma na kofia ambao ni helmet ili kuzuia silaha isiwapige. Lakini katika ile helmet ya Dhul Qarnaini alikuwa ina pembe mbili zimejitokeza. Mtu akimwona kwa mbali amevaa kofia ataona kwamba juu ya kofia yake kuna pembe mbili, ndio maana akaitwa Dhul Qarnaini. Kauli ya tatu inasema kwa sababu Dhul Qarnaini katika
sifa moja ya maumbile yake aliyomuumba Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa ana nywele nyingi. Katika nywele zile zake alikuwa amezifuma au amezisuka nywele zile mpaka zikafika kwenye mabega yake au kwenye kifua chake. Akazisokota nywele zake upande mmoja na akasokota upande wa pili, ikawa nywele zile zimesimama kama mfano wa pembe. Basi hapo akaitwa Dhul Qarnaini. Haya majina yote matatu ambayo tumeyazungumza, maulamai wamekhtalifiana lipi ambalo la sawa. Je, ni kwa sababu alisafiri mashariki na magharibi akaitwa Dhul Qarnain, au kwa sababu helmet yake ya kofia aliyokuwa akivaa vitani ilikuwa ina pembe mbili zimenyanyuka juu? Mtu akimwona kutoka mbali anaona kama mtu amepanda farasi, lakini mtu yule amepanda farasi juu yake kuna pembe mbili kama mfano wa pembe za nyati au pembe za ng'ombe, lakini inavyokuwa katika kofia yake ya vita ya helmet alikuwa kuna mfano wa kofia iliyokuwa na pembe mbili. Au kauli ya tatu ni kuwa Dhul Qarnaini sababu ya kuitwa ni kwa sababu alikuwa ana nywele nyingi na amezisuka nywele zile mpaka zinaonekana kama pembe za nyati au pembe za ng'ombe. Ala kulli hal, Qur'ani hajatuelezea ni ipi sawa katika hizi kauli mbili, ila utaona zote hizi zinakubalika, hasa ya kwanza na ya pili, nayo ni kuwa alitembea mpaka katika karne ya shaitan na akatembea mpaka katika karne ya shaitani mashariki al-ardhi na magharibiha, au kuwa kofia yake ilikuwa ina pembe mbili za kutengenezwa. Dhul Qarnain, baada ya kueleza sababu ya kuitwa jina hili la Dhul Qarnain, yeye alikuwa ni mtu aina gani? Yeye alikuwa ni mtu aina gani? Je, alikuwa ni nabii au alikuwa ni malaika au alikuwa ni mtu wa kawaida katika waja wema? Na hapa ndipo kuna maelezo baina ya ulama kumhusu huyu Dhul Qarnaini, alikuwa ni mtu aina gani. Kuna kauli mbili au kauli tatu kadri tutakavyoweza kulingamana na wakati. Kauli ya kwanza inasema kuwa huyu Dhul Qarnain kana nabiyan, alikuwa ni nabii wa Allah jalla jalaluhu. Huyu Dhul Qarnain, kauli ya kwanza inasema alikuwa ni nabii, na dalili ya maneno haya ni wa kushika mashiko ya Qur'ani. Wale ambao wamesema huyu ni nabii wameshika mashiko ya Qur'ani katika ufahamu wao, nao ni kuwa Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu katika Qur'an anatusimulia kisa cha Dhul Qarnaini. Katika kusimulia kwake anasema qulna ya Dhul Qarnaini, tukamwambia ewe Dhul Qarnaini. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hamwambii mtu wala hamsemeshi mtu illa kuwa yeye ni nabii. Wakashika kauli hii wale watu ambao wanasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hangelisema katika Qur'ani qulna ya Dhul Qarnaini illa ni wahi aliyomteremshia huyu Dhul Qarnaini, na kuteremshiwa wahi huyu Dhul Qarnain ni dalili kuwa ni nabii katika manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kauli hii ikajibiwa kwa wale ambao wanasema wa auhaina ila ummi Musa an ardi'ihi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala
alipomwambia mama yake Musa, akatumia wa auhaina, na wahi hauji illa kwa nabii, lakini katika tarikhi hakuna nabii ambaye ni mwanamke. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa auhaina ila ummi Musa, ikafahamika wahi huu aliyofunuliwa ummi Musa au mama yake Musa ulikuwa ni ufunuo wa karamat na ilham itokao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala haukuwa wahi wa utume kama manabii wanavyotumilizwa. Kwa hivyo hii hujja ya kusema kuwa Dhulqarnain alikuwa nabii imekuwa haina nguvu, kwa sababu ya dalili ambazo maulamai wamezishika, na ndio kauli ya jamhur kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema qulna ya dhal qarnain, maana yake ni ilham, kama vile alivyompa ilham mamake Musa alayhi salatu wassalam, imma amnyonyeshe Musa alayhi salatu wassalam au amtupe katika mto ambapo Firauna akaenda baada yake akamwokota. Kauli ya pili inasema huyu Dhulqarnain alikuwa ni malakum min almalaika, alikuwa si mwanadamu, bal alikuwa ni malaika miongoni mwa malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kauli hii ni kauli ya Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Siku moja alimsikia mtu akimwambia mwenzake au akimuita mwenzake ya Dhulqarnain, ewe Dhulqarnain. Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu akamwambia, hivi nyinyi hamujatosheka kuwaita watoto wenu manabii majina ya manabii au majina ya mitume mpaka muwaite majina ya malaika? Ikawa itikadi ya Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu na ufahamu wake kuwa Dhulqarnaini alikuwa ni malaika, na hii kauli ndio kauli adhafu al-aqwal, kama ilivyoelezewa katika Rawdul Unfi ya As-Suhail na vitabu vingine vya tarikhi. Kauli ya tatu ni kauli ya Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu kuwa huyu Dhulqarnaini hakuwa nabii wala hakuwa malaika, bal alikuwa abdan mu'minan salihan ahabba Allahu wa ahabbahu Allahu nasihun lillahi fanasahahu Allahu. Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, na hii ndio kauli ya jamhuri na ndio kauli ambayo ina nguvu zaidi. Aliulizwa radhiallahu ta'ala anhu wa ardahu kuhusu Dhulqarnaini, akana nabiyan am malakan, alikuwa huyu nabii, huyu Dhulqarnaini alikuwa ni nabii au alikuwa ni malaika? Faqala Ali radhiallahu ta'ala anhu lam yakun nabiyan wala malakan, hakuwa nabii wala hakuwa malaika, bal alikuwa abdan saliha, ni mja mwema ambaye alimpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Allah akamuongoza katika nasaha yake akapata kabuli. Ndugu mtazamaji, tutafikia hapa leo kumhusu Dhulqarnaini na mulakhas wa maneno tuliyosema kuwa Dhulqarnaini siye yule ambaye aliyejenga Alexandria iliyoko Egypt, wala sio Alexander al-Makdoni, bal kauli ambayo ina nguvu inasema huyu ni Alexander the Great ambaye alionani al-Majari. Vile vile kauli ambayo inasema huyu Dhulqarnaini alikuwa nabii haina nguvu, wala ile kauli ambayo inasema alikuwa ni malaika vile vile haina nguvu. Kauli ambayo ya kutegemewa baina ya maulama ni kauli ambao ni msimamo wa Ali, na ndio msimamo masahaba wengi na watu wa tarikhi waliosema Dhulqarnaini kana abdan salihan, alikuwa ni mja mwema, kiongozi mwadilifu, aliyesimama na tauhidi, aliyeondoa ushirikina na dhulma, akapendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa leo ndugu mtazamaji, tutasimama hapo baada ya kumfahamu Dhulqarnaini ni nani.
hadi kipindi kitakachokuja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.